Acha upumbavu dada. Mwanao huko anaolewa. Njoo haraka haraka. Sasa wewe mwanaume ndo kituko. Mwanaume kituko mwanaume aliyenioa mimi jana mwaka jana. Aliyenioa mimi mwaka jana mwezi wa Ramadhani kaja kuniacha. Mwaka huu Ramadhani hii anaoa tena mwingine tena sio mwingine mwanao. Mwanao anaolewa. Wewe kalagabao. Mwanao huko anaolewa. Na mwanaume alivyokuwa malaya yule. Malaya mbwa, malaya kuku, malaya bata. Yaani yule mwezi anaolea mwezi na nyota. Anga zikishuhudia dada. Lakini yule kesho kutwa tu anaachika na anamchukua mwingine. Mwanao pale hajapata mume, kapata gume. Yaani pale kama ndoa kaingia kizani, katoka na shetani. Habari ndio nayo ndio habari. Haya. Na upumbavu hapa. Yaani mimi unioe, uniache, uende ukamchukue mwingine. Kwangu kuna nini kwa yule kuna nini? Unaolea mwezi na anga. Subiri uone. Na hii bado. Ustazi, Sheikh, kama nilivyokuambia, mimi nikwambia tu kweli kutoka moyoni. Mwezi huu wa Ramadhani nimeona nikifunga na sina mke. Nikaona hapana. Kwa nini siende kwenye msikiti kama vile Sheikh alivyokuja pale msikitini? Niko tayari na nina nia thabiti kabisa ya kuoa ili nifunge na funga zangu zikubaliwe kwa haraka. Hiyo kufunga kwa na mke bwana kidogo Mwenyezi Mungu anakujalia Sheikh wangu. Na ndio maana nimekuja na rafiki yangu hapa. Kabisa yupo tayari ndugu yangu. Basi sawa, kwa sababu tunaambiwa kwamba funga ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni funga bora kuliko funga miezi yote. Kwa hiyo tusicheleweshe, tufanye jambo ambalo lilotuleta kwa masuala mengine ya chochote kitu. Tutapeana dawa kidogo, tutapeana maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo kidogo atakuwa anatupa utawafiki ndani yake. Nimepewa ruksa na familia pamoja na kaka wa biharusi kabisa nikuozeshe binti yao. Kwa hiyo nilikuwa nataka nifahamu kwamba umeweka hazima ya kutoka moyoni kwamba niko tayari kwa ajili ya kuoa. Nipo tayari Sheikh wangu. Niko tayari. Kwa sababu ndoa ya kipindi cha mwezi wa Ramadhani ni inakuwa na faradhi kubwa sana tofauti na miezi yote. Kwa hiyo naomba mkono ili mradi tutimize hamli na tutimize sheria za ndoa. Kwa hiyo nitachoongea unatakiwa ukifuatishe. Bwana Tetesi Ramadhani. Rabeka. Uko tayari kumuoa binti Hamina Muhammadi kwa mahali mliokubaliana kwa ziki, furaha na faraja? Nipo. Stop hapo. Mwanangu aolewi na huyu Tetesi. Huyu anaolea mwezi huyu. Si tulikuwa tushakubaliana, ulishanipa ruksa zamani kwamba mtu yote akitokea kwenye mwezi wa Ramadhani anataka kumuoa binti yetu, tunamuozesha. Tena mtu mwenyewe kashatokea hapa, Bwana Tetesi, mtu mwema, anajulikana mtaani. Sasa hivi tunaanza kubadilika. Huyu anaolea mwezi wa Ramadhani wa mwaka juzi. Akaoa mtoto wa Baba Juma. Na mahali alitaka msafu tu. Lakini Ramadhani ilivyoisha kamwacha. Mwaka jana vile vile. Mwezi wa Ramadhani ulipofika kaoa mtoto wa Bashir. Ramadhani ilivyoisha kamwacha. Leo hii amoe mwanangu mimi huyu ndo aifunge hapa. Mwanangu aolewe. Sheikh Ramadhani. Naam Sheikh. Sheikh Ali. Samani kidogo, naomba tutoke tuende faragha kidogo. Sawa. Sheikh Ali. Yes, Sheikh. Unajua bwana kina mama wase wa kuongea sana maneno mengi. Kwa sasa pale dawa yao ni moja tu akina mama. Pale kama una 100,000, unaenda unampiga na 100,000. Kisha mpiga na 100,000, habari yote kwisha kabisa. Allah. Na ninavyokuambia ukifanya hivyo, shughuli yote imekwisha Sheikh wangu. Habari yote imeisha. Na ninachukua jiko langu kabisa ndoka nalo. Mapema tu. Hiyo tena habari imeisha, hamna tena jambo lingine. Lakini muongee kitu cha point sana. Ndio maana msikitini watu wanakuamini. Sasa kitu cha maana cha msingi, huyu atoe tu ako ka kitu
tukampi mama kule. Aweza kaongea tena, mimi namjua mama kwenye hela. Kweli. Aisha. Kweli. Sasa masha wangu niwaambia kitu kimoja. Mimi kweli mke anataka tena sana. Lakini sasa hapa sasa habari sio hiyo, bali nimekulisha kabisa hapa. Shekhe. Mimi hapa nina hii 5000. Sasa hii 5000 nilikuwa nimepanga ni shali hapo zuie buku 2 na yule mwanamke nimemuoa azuie buku 2 na wewe shekhe hapo unamuozeshaji ni uzuie buku. After imeisha shekhe. Sasa hii habari kutokana na hela iftari hatuna. Ila unataka kidogo ongezee kidogo, maana si unajua harakati za iftari sasa hivi. Sasa sina ndo na hii 5000 shekhe. Basi imeisha. Ndugu yangu, kutokana wewe ndo familia yako ile, utajua namna gani jinsi ya kuzungumza nao. Usina mambo mengi. Imeisha sio wangu. Imepita hiyo. Inshallah. Mwanangu, hata ende wapi, hapa ndo haifungi. Mimi ndo mama yako. Jamani, mimi nafuata maagizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Lolote anayesema huyu binti kama yuko tayari, mimi sina kipingamizi juu ya hapo. Kila kitu kinakuwa tayari kisha kasa. Binti, uko tayari kuolewa na ubwana? Mimi napenda sana kuolewa huo mwezi wa Ramadhani. Lakini mpaka kaka yangu na mama yangu wakae wakubaliane. Wakikubaliana mimi ndo nitaolewa. Na kama hawatokubaliana basi sikubali kuolewa. Shehe wangu, mimi nakuheshimu sana shehe wangu ujue. Huyu tetesi mimi mwanangu. Tena mwanangu sana tu. Huyu anaolea mwezi kali kwa sababu mkubwa hapo. Aliniambia kabisa kama ukana upilwe mwezi siku ndani ya siku 30, huu mwezi yeye hawezi. Kwa lazima apate mwanamke aoe ili mradi mwezi ukiisha anaachana naye. Huyu hamna muoaji shehe wangu. Yaani nimeongea hivyo kuheshimu wewe shehe wangu na huu mwezi wa Ramadhani. Hamna lolote, hamna muoaji hapa shehe. Mimi mwanangu ndio mwanangu sana. Kitu kali kwa sababu mkubwa pale. Hamna muoaji hapa. Anaolea mwezi tu. Kwa hiyo huyu bwana alikuwa anamdanganya. Hamna muoaji hapa ndugu yangu. Kwa hiyo wewe ulikuwa na mantiki gani ya kuja msikitini pale kutoa maneno yako kwamba unahitaji kuoa na uko tayari kuoa kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani? Kwa hiyo unatufanya sisi mashake ni watu wa kutudhalilisha. Hebu nitizame mimi shehe mzima, mtaa mzima utanionaje? Kuja kwamba nia dhati kuja kuoa, kumbe umekuja kunichafua.